Watu wanatamba sana. Unadhani imewapa afueni kidogo kuanza kupiga kelele na kufurahia labda? Kwanza unajua lazima uelewe kitu kimoja. Mimi ndio nina set standard ya mabishano. Yani mimi kama sijakuwepo kwenye huo mjadala hauwezi kuwa na nguvu. Ndio maana wiki moja ambayo mwenyekiti wa wasemaji nimekaa kimya, mijadala yote imekuwa ni mijadala ya kawaida. Kuanzia leo utakuwa shahidi. Utaanza kusikia mijadala strong ikiwa inajadiliwa, mijadala mikubwa ikiwa inatoka kwenye football, kwa sababu mtu mkubwa tayari ninazungumza. Mimi sio kasuku. Mimi ni mwenyekiti wa wasemaji. Kwa nikisema natakiwa iwe agenda, watu wanatakiwa wajadili. Kwa leo tukimaliza hapa, nyie mtakuwa mashuhuda vyombo vya habari kuona namna sasa mijadala mikubwa inakwenda kujadiliwa kwenye vijiwe mbalimbali vya soka. Sababu mtu mkubwa amezungumza. Ndio. Maana yake umetaja hapo kasuku. Kasuku tunajua sifa yake ni kupiga kelele. Kupiga kelele, yes. Na ndio maana hakuna agenda yoyote kubwa ambayo imekuwepo hapa licha ya kasuku kupiga kelele wiki nzima. Ndio. Kasuku alikuwa anapiga sana kelele hapo wiki nzima. Lakini mwenyekiti nimerudi sasa, ndio mtaanza kuona mijadala ya football inaanza kutoka. Watu wanajadili kwa sababu wanajua mtu mkubwa ameweka neno. Ndio. Mwenyekiti bwana, watu wanakutizama pale Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia. Wanatamani kusikia statement yako. Manake tuliona Young Africans walitoa statement yao, ile taarifa kwa umma, wakieleza msimamo wao. Lakini wiki moja mbele na tunasema wenye mamlaka ya mpira Tanzania kwa maana bodi ya ligi wakatangaza tarehe Mei 15 mchezo utafanyika saa 11 jioni, na nyinyi mlishaweka wazi. Tumeona wanachama sehemu mbalimbali wakizidi kutoa msimamo wao. Wewe sasa kama sehemu ya uongozi, watu wanatamani pengine kusikia statement yenu. Ni msimamo ule mchezi ama msimamo umebadilika? Yes, kwanza kuhusu bodi ya ligi. Bodi ya ligi wako na structure yao ya uongozi na wako na msemaji wao. Kwa hiyo mambo yote ya bodi ya ligi yanatakiwa yazungumzwe na msemaji wa bodi ya ligi. Mimi nikianza kuzungumza kuhusu ratiba, kuhusu nini, nitakuwa nimeingilia majukumu ya watu. Kwa hiyo tuzungumze mambo tu ya Yanga. Mei 15 Young Africans itakuwa na ratiba gani timu yako? Sijafahamu officially itakuwa tuna ratiba gani. Lakini siku hiyo tutasubiri muongozo wa mtendaji wetu mkuu, kwa maana kama ni shughuli ya operation, kama tutakuwa tuko Avic Town kwenye mazoezi, kama tutakuwa tupo kwenye shughuli nyingine yoyote, basi tutapata muongozo kupitia mtendaji wetu mkuu. Lakini sasa hivi sina taarifa rasmi kwamba Yanga itakuwa wapi Mei 15. Huko ni kubeti. Zile tetesi kusema kwamba mtakuwa na mchezo wa kirafiki kwenda Hapana. Sio kweli. Yanga Afrika hatuna mechi yote ya kimataifa tarehe 15. Hatuna mechi yote ya kimataifa. Yes, tuna ratiba za mechi za ligi kuu 3 ambazo zimebaki. Tuna ratiba ya mechi 2 za kombe la CRDB ambazo zimebaki. Ndio ratiba za kimpira ambazo club tuko nazo. Ila kuna FIFA break inakuja ambayo kama siku 10 hivi huenda pakatokea friendly match ambazo club ikacheza, lakini kwa hiyo tarehe hakuna mechi ya kirafiki ambayo tumeitangaza mpaka sasa hivi. Ndio. Najua umechelewa kidogo kuingia ofisini, lakini sisi tulikuwa tumewahi hapa asubuhi na tulikuwa na kikao, tumekuja kuzungumza na wanachama wa matawi ya Young Africans nchi nzima. Ni kwa maana wawakilishi wao, viongozi wale walifika, lakini wao msimamo wao umeendelea kusalia, hawatacheza. Sasa kwa mujibu tukiangalia labda kanuni, maana wanachama ndio wenye timu, tunaweza kusema kwa namna nyingine. Ukiangalia maana tunaweza kusema ukiangalia kanuni inaeleza wazi timu ambayo haitafika uwanjani bila sababu za msingi, manake itachukuliwa labda alama 3 na magoli 3 atapewa mpinzani wake, lakini pia yenyewe itakatwa alama 15. Tukisalia hapo kwenye msimamo wa wanachama wa Young Africans, kamwe auoni kama itakuwa na athari kwa timu yenu kutokana na msimamo wa wanachama wenu? Mimi Sheikh sio mpiga ramli kwamba ikiwa hivi itakuwaje. Mimi sio mpiga ramli. Ambacho imezungumza kamati yetu tendaji ya Yanga
ambayo kimsingi ndiyo chombo cha pili kikubwa cha kimaamuzi kwenye klabu yetu. Ukiondoa mkutano mkuu, basi kamati ya utendaji ya Yanga ina nafasi kubwa kwenye kufanya maamuzi ya klabu. Maelekezo ya kamati yetu ya utendaji ambayo yametoka yamekuwa very clear ndugu yangu. Hakuna mahala ambako walibakisha kwenye taarifa yao. Taarifa yao ilisemaje? Kwanza ilielezea kuhusu kupokea maelekezo ambayo CAS wameyatoa kwamba Yanga irudi kwenye mamlaka za ndani kushughulikia jambo lao la Machi 8, kesi ya msingi ambayo Yanga waliifungua, na kamati tendaji ikazungumza kwamba hawana imani na mamlaka za ndani, kwa hiyo jambo lao hawawezi kulipeleka hapa. Lakini la tatu wakasema kwamba mechi ya ligi kuu namba 184, si ndio? Hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa tarehe yoyote ile ukiondoa Machi 8. Kwa hiyo kama kuna mwanadamu anaweza kuirudisha Machi 8 ya mwaka huu, basi Yanga watacheza hiyo mechi. Kama haitarudi kwa maelekezo ya kamati tendaji, maana yake hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa namna yoyote. Na mwisho kamati tendaji ikawa clear kwamba wana Yanga sasa, wana Yanga kwa maana mashabiki, wanachama, wapenzi na wakereketwa wote wa klabu yetu, tutakuwa tayari kuipambania haki yetu ya msingi kivyovyote vile. Kivyovyote vile tutakuwa tuko tayari kuipambania haki yetu ya msingi kuhakikisha tunapata tunachostahili kupata msingi. Hiyo ndio taarifa ya uongozi wa Yanga kupitia kamati ya utendaji. Na wanaozungumza wanachama hayo sasa ni maoni yao ambayo yametokea kwenye taarifa na mwongozo wa klabu. Kwa hiyo hakuna kipya wala hakuna kupishana hapa. Lakini mnayabariki na mnayaunga mkono. Ni maoni yao ambayo mimi sijasikia mpaka sasa hivi, sijasikia wamezungumza nini, lakini yanabaki kuwa maoni yao kama wanachama ambao wana haki na klabu hii kwa mujibu ya katiba yetu. Kwa mimi siwezi kukaa hapa kusema maoni haya ni sahihi sio sahihi, ni maoni yao. Na mwenye jukumu la kuyachuja kama ni sahihi au sio sahihi sio mimi. Tuheshimu maoni yao na tuyaache kuwa maoni yao. Ila wale wanaozungumza kama uliosema, kama ni wanachama kwenye kikao, basi katiba ya Yanga inawatambua hao wanachama. Yes. Kamwe bwana juzi amezungumza mdhamini wa klabu ya Yanga GSM na Salama Jabir, na katika maongezi yake bwana unamtamka tajiri kama unamtamka Marco Mzumbe. Sema Ghalib Said Mohamed, bilionea kipenzi cha wana Yanga. Ndio ndio utakuwa mjenge hivyo. Sema tumezungumza bwana GSM. Bwana amezungumza Ghalib Said Mohamed, tajiri, bingwa misimu yote. Mimi nataka muongeza kodi. Bingwa misimu yote. Yes. Akiona interview akiniomba namba nitampa. Safi. Muhimu. Safi. Umeona kupitia interview na Salama Jabir ameweza kusema kwamba mwisho wa msimu huu yeye anaamini atamwambia mama Yanga bingwa. Manake sasa ikazua kama nanio, yani ile tunasema mjadala, kwa sababu wengine wanasema Yanga inasema haichezi. Manake kama haitacheza, manake kipokonywa alama, manake itakuwa haina sifa ya kuwa bingwa. Manake tajiri anamaanisha au anaamini Yanga itaenda kucheza, itapeleka timu. Alama za manake alama, unajua unaposema alama kuna alama za mwilini, kuna alama yani kwa maana point ya mchezo, majengo. Mtu anaweza akapokonya alama za majengo hapo. Unasema alama zipi? Alama zile za mchezo, kwa maana alama 3 na magoli yale 3. Manake tayari kama akipokonywa Yanga manake atapoteza sifa ya kuwa bingwa. Kwa hiyo manake tajiri anamaanisha kwamba watu wengine sasa namna ambavyo walifikiria kwamba anaamini timu itaenda uwanjani na manake itacheza, itamfunga Simba. Timu ipi? Young Africans. Itaenda uwanjani na itacheza na Simba na itamfunga na itachukua, manake akishamfunga, manake kwa tunavyoangalia pale Young Africans katika michezo ambayo imesalia, of course atakuwa bingwa. Yes. Kwanza mimi sijafuatilia sana hiyo interview ambayo bosi wetu ameifanya, lakini kitu ninachokiunga mkono cha kwanza
ni kweli Yanga atakuwa bingwa msimu wa 24-25. No doubt about that. Kivipi? 100% Yanga atakuwa bingwa kama ambavyo kanuni inaelekeza. Mwenye pointi nyingi zaidi kuliko wengine atakuwa champion. Kwa no doubt Yanga Afrika atakuwa bingwa 2024-25. Hiyo naliunga mkono. Naliunga mkono pia, tutakwenda kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kauli moja kama wana Yanga, Yanga bingwa tena. Tutamwambia tena mama yetu kipenzi kwamba Yanga bingwa. Kwa hiyo tajiri hajadanganya popote. It's true, no doubt 100% Yanga anakwenda kuchukua ubingwa 24-25. Hamna wasiwasi. Sasa wewe ndio umechambua kwamba amemaanisha mtakwenda hapa, mtakwenda hapa. No, kauli ambayo unatakiwa uichukue. Yanga bingwa 24-25. Mwandishi yule kwa ile clip iliyopostiwa akawa kama na mashaka hivi. Bosi akamwambia tuliza ball, time will tell. Muda fanyaje? Utazungumza. Akamwambia utaona. Kwa mimi narudia maneno yale yale kukwambia wewe ndugu yangu Isaya Dede na wenzio ambao mmekuja hapa vyombo mbalimbali vya habari, time will tell. Yanga bingwa 24-25 inshallah.